Ilikuwa inatarajiwa kuwa ni usiku wa vicheko, muziki na kumbukumbu. Kundi la wanafunzi wakiwa wamevaa mavazi meupe walikuwa njiani kusherehekea maisha. Lakini kabla usiku huo haujaisha, msiba ulitokea na ni mmoja tu aliyebaki kusimulia hadithi hiyo. Kwa mujibu wa simulizi zilizokusanywa kwa miaka, wanafunzi hao walikuwa wakisafiri pamoja baada ya sherehe. Walikuwa vijana, walikuwa na matumaini, na kama wanafunzi wengi waliamini kuwa ni usiku huo ungeisha salama, wakirejea na vicheko, picha na simulizi za kusimulia kesho yake. Lakini barabara iliyokuwa mbele yao ilikuwa na mpango mwingine. Mnamo mwezi wa Julai mwaka 2016, wanafunzi hao waliondoka Nairobi wakielekea Kisii kuhudhuria sherehe ya kijamii. Walikuwa wakisafiri kwa gari aina ya Toyota Noah. Lilikuwa limebeba wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta na taasisi nyingine za elimu. Safari za usiku ni jambo la kawaida miongoni mwa vijana. Barabara huwa tupu, safari huonekana kuwa fupi na hatari hupunguzwa uzito wake. Mahali fulani njia kuelekea Kisii, ajali kubwa ya barabarani ilitokea. Hakukuwa na onyo, hakukuwa na nafasi ya pili. Kwa muda mfupi sana, maisha yalibadilika milele. Wahudumu wa dharura waliwasili. Majaribio ya kuokoa maisha yalifanywa, lakini matokeo yake yalikuwa ya kuhuzunisha. Wanafunzi 7 walipoteza maisha yao usiku huo, na mwanafunzi mmoja pekee aliyenusurika. Mary was more than a close friend, my classmate and a sister to me. She was one very jovial, friendly, humble and very generous lady. Our last moments were in a psychology class. Mary, words may not fully express what I feel. Manusura huyo alitambuliwa kama Mercy Nyambeki, mwanafunzi wa mwaka wa 4 wa biashara katika Chuo Kikuu cha Kenyatta. Baadaye Mercy alisimulia kuwa alipoteza fahamu wakati wa ajali na alikuja kupata fahamu akiwa hospitalini. Tulikuwa tunatoka Nairobi kuja Kisii, place inaitwa Magena. Kulikuwa na birthday ya birthday yetu, so tulikuwa tuna travel kwenda birthday. Tukafika Kisii town at around 7:30. Then tuka exchange driver. Kijana mwingine akaanza kudrive. Then siwezi kumbuka, nakumbuka tukiscream kwa gari. From then nikajipata hosi. Tulikuwa 8 kwa hiyo gari nina, but sir, I was the only survivor. Kuna picha tulipiga tukiwa wasichana wengi hivi, tumevaa white. Kati hiyo bash ilikuwa white, dress code ilikuwa white. So hata tukushare WhatsApp, ilikuwa kuna wanyaleka profile pics, maybe wanyingine waka download hiyo profile pics, maybe ndio hizo zina go around. Tulikuwa group 2, kuna yenye ilifika, yetu ikufika. Gari 2, hiyo Vox ilifika, hiyo yetu ikufika. Kwa manusura, maisha haya ya kuendelea kama kawaida. Kunusurika kulikuja na maumivu, maswali na kumbukumbu zisizofutika. Kwa nini mimi? Kwa nini wao? Maswali yasiyo na majibu rahisi. Hii si hadithi ya msiba pekee, ni hadithi ya kuishi na kilichosalia. Hiyo iliathiri zaidi ya manusura mmoja. Iligusa familia, marafiki, vyuo vikuu na taifa kwa ujumla. Baba yake Mercy Nyambeki alizungumza hadharani akielezea mchanganyiko wa hisia, furaha ya kuona binti yake akiwa hai, lakini huzuni kubwa ya kupoteza vijana wengine waliokuwa sehemu ya safari hiyo. Vyuo vilisimama kwa huzuni, jamii zilikusanyika kuomboleza, na ndoto nyingi zilikatika ghafla. Tukio hili lilifungua mazungumzo ambayo mara nyingi huepukwa: usalama barabarani,
safari za usiku, shinikizo la marafiki na mstari mwembamba kati ya sherehe na maafa. Kila mwaka vijana wengi hupoteza maisha barabarani, sio kwa sababu walipanga kufa, bali kwa sababu hatari hupunguzwa uzito wake. Leo tunakumbuka wanafunzi ambao hawakufika nyumbani, na tunatafakari kuhusu yule mmoja aliyefika. Hadithi yao ni ukumbusho. Uamuzi mmoja, safari moja, usiku mmoja unaweza kubadilisha kila kitu. Julius Ogina nikiripotia runinga ya Sura TV, Kisii County.